na divai inayokuwa nini? Damu ya Yesu. Ni mwili na damu. Wewe ili uwe hai unakuwa na huo mwili na damu, damu ambayo ikikosekana kwenye mwili basi hauna maana yoyote tena, na damu lazima ikae kwenye mwili. Kwa hiyo katika mwili na damu basi inaleta uzima kama ulivyo sasa. Zamani ukiwa mtoto mdogo tulikuwa tunaambiwa na wazazi wetu, hasa mama, nasema kuna watu wanaonyonya damu. Kama ulishaambiwa kwamba kuna watu wanaonyonya damu. Kwa hiyo na baadhi walikuwa wanataja majina ambayo ni ya uongo, lakini kama yanaishi kwamba kuna watu wanaitwa hayo majina. Kwa mfano kule kwetu kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Matene, yaani huyu alikuwa anakata, yaani Matene anayekata. Kwa hiyo kama ukienda usiporudi nyumbani utakutana na Matene. Kwa nini? Atakukata achukue damu. Sasa ukishachukua damu unakuwa hai tena, hautakuwa tena hai. Kwa hiyo tulikuwa tunakimbia hatufukuzi kutoka nyumbani. Kwa nini? Tunaogopa tusiondolee uzima, tusiondolee uhai, kwamba tunaondolewa damu sasa hatutaishi tena. Kumbe damu inayokaa katika mwili basi ndio inatupa uzima. Basi Yesu anasema yeye ni uzima katika mwili, katika damu, yeye ni uzima. Na akasema kwa vile mimi ni uzima katika mwili na damu, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima, ule uzima ambao sasa kila mmoja wetu anapenda uwepo na utunzwe. Kwa hiyo sasa katika sherehe ya leo tunajikumbusha na tunaangalizwa juu ya ukuu wa Ekaristi Takatifu. Hebu semeni Ekaristi Takatifu. Tunakumbushwa juu ya ukuu wake, tunaonyeshwa juu ya ukuu wake, yaani eti mwili mkate kugeuzwa kuwa mwili wa Yesu na divai kugeuzwa damu ya Yesu. Huu ni muujiza wa Kristo, huu ni muujiza. Yaani katika maumbo ya mkate na divai juu ya altari katika misa takatifu, maumbo ya mkate na divai yanageuka kuwa mwili na damu ya Yesu. Pale katika adhimisho la misa, padri au askofu anapoadhimisha misa na kusema yale maneno ya Yesu mwenyewe aliyosema, huu ni mwili wangu na hii ni damu yangu, ni muujiza unafanyika pale altareni. Na ni kweli kabisa, inageuka mkate na divai kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Alhamisi Kuu Yesu alifanyiza hayo. Alhamisi Kuu ulifanyika, Yesu alianzisha sakramenti mbili, nazo ni watoto wazazi mnasikia? Asanteni sana. Kwa hiyo Yesu alifanyiza nini? Sakramenti ya Ekaristi Takatifu na ya daraja takatifu. Kwa nini anaanzisha mbili? Angeweza kusema tu ameanzisha ile ya Ekaristi Takatifu na ikatosha. Na alianzishaje Ekaristi Takatifu? Alichukua mkate, akaumega, akaubariki, akawapa wafuasi wake, akawaambia huu ni mwili wangu. Akachukua divai, kikombe kilichojaa divai, akasema hii ni damu yangu.
Akamaliza, anasema yaani mamlaka ya kimungu alionayo yeye, ni Mungu, anasema mkate ni mwili wangu tayari na divai ni damu yangu, baada ya kubariki. Alafu akawagawia, akaambia kuleni. Sasa anaona sasa anakaribia kuondoka duniani Yesu Kristo, si ndio? Anataka wakati ule karamu ya mwisho mwanake hata kuwa nao tena. Sasa nani atafanya sasa mkate na divai kuwa mwili na damu ya Yesu? Nani atafanya? Akaona lazima niwape mamlaka, madaraka. Ndio daraja takatifu likazaliwa hapa. Niwape nini? Mamlaka. Ndio akawaambia fanyeni hivi, fanyeni hivi. Tufanyeje Yesu? Kugeuza mkate kama ule uliofanya kuwa mwili wako na divai kuwa damu yako. Kwa hiyo ndio kazaliwa hapo sakramenti mbili, Ekaristi. Na Ekaristi haiwezi kupatikana bila sakramenti ya daraja takatifu, hakuna. Ekaristi Yesu hawezi kuwa tareni bila adhimisho la misa takatifu na liadhimishwe na padre. Ndio tunaona sasa hii daraja takatifu na Ekaristi ni kitu kimoja, na kweli ni vitu vinavyoenda pamoja na haviwezi kuachana kabisa. Bila padre hakuna Ekaristi. Tunaona ukuu wa upadre, na bila Ekaristi pia padre hana maana yote asipoadhimisha Ekaristi takatifu. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba Yesu anatoa mamlaka ya kugeuza mkate na divai kuwa mwili na damu ya nani? Yesu. Na hapo sasa, kama wakati ule yale mamlaka waliopewa wale mitume yameendelea kugawiwa mpaka leo hii. Tunakuta huko na palimatika au na palimataki huko hapa ibadi hapo wanaadhimisha tangu kule zamani, miaka ile ya Yesu mpaka leo, na itaendelea na milele na milele. Ekaristi takatifu inaadhimishwa. Sasa tunahitaji imani ya kutosha. Yesu ametuambia vizuri sana kwenye Injili. Ningetamani kila mmoja hata ukifika nyumbani urudie tena haya maneno ya Yesu anayoyasema. Nasema mambo mazito kweli. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Je, tuishi milele wapi? Kuishi milele hapa duniani? Watu kama duniani tungefurahi, lakini kuishi milele ni katika maisha yajayo pia, ufalme wa Mungu, kwenda kuungana na Kristo mwenyewe, kuishi milele katika uzima, katika furaha ya kuunganika na Yesu mwenyewe. Yesu anatuambia, alaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Sasa Yesu kaa ndani yako na wewe ndani ya Yesu, jambo gani hilo? Furaha gani kubwa kama hiyo? Kwa hiyo ndugu zangu, niko naomba tu kweli, sisi cha kwanza imani thabiti kwa Yesu, imani thabiti kwa Ekaristi takatifu. Unajua kwa wengine tuna wasiwasi, hivi ni kweli inageuka kuwa mwili na damu ya Yesu au ni? Na mambo haya ni tangu zamani, watu wanakuwa inakuwaje? Hata unasikia wakati mwingine unamwambia Yesu, tunasema juu ya sisi kula mwili wako na damu yako, basi tunaomba kusika siku nyingine hatuko tena na wewe, yaani tukamate wewe tukuchinje, alafu tunywe damu yako kama mbuzi, tunywe kile nyama yako kama mbuzi. Hapana, sisi haiwezekani. Hata ikawa ni ngumu kuelewa, lakini Yesu alikuwa anawaambia, na wale ambao walikuwa na imani waliweza kuandamana naye, na ndio sababu mpaka leo hii sisi tunaandamana naye. Wako ambao wanapanda wale waliokataa, mpaka leo hii wako wasioamini kwamba kweli katika mikono ya padre juu ya altari mkate na divai inageuka kuwa mwili na damu ya Yesu. Mpaka leo hii wako wasioamini, na pengine hata tukioko hapa mbona tuko hai? Yes. Kawaida kuna miujiza mingi ambayo
imefanyika kuonyesha, miujiza inafanyika ya kanisa takatifu kuonyesha na kuimarisha watu kwenye imani. Sio fundisho kuu la kanisa, lakini inatokea miujiza ya kanisa takatifu ambayo inawafanya watu waweze kuimarika zaidi katika kuamini.